mapambazuko ya kuelekea kuona mwanga halisi wa jua alfajiri ya tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 1996 ikawaamsha usingizini abiria wapatao 750 au 800 waliokuwa kwenye meli ya MV Bukoba wakisafiri kutoka bandari ya Bukoba mkoani Kagera kuelekea Mwanza, wakiwa ndani ya maji huku zikiwa zimebaki takriban kilomita 30 kufika ufukweni mwa ziwa katika eneo la Bwiru mkoani Mwanza. Macho ya abiria hao yakaanza kuona taa za jiji hilo kwa mbali, na hivyo kuanza kunawa nyuso ili kuondoa matongetonge kwenye nyuso zao yaliyotokana na usingizi mnono. Kunawa nyuso hizo kulitokana na tumaini, furaha na shangwe kuwa safari imekwisha, hivyo wanakwenda kukutana na ndugu, jamaa na marafiki. Masikini, kabla nyuso hazijapendeza na wanawake kama kawaida yao kujiangalia kwenye vioo, ghafla chombo kikaanza kupinduka na kuleta taharuki, huku kila abiria akitafuta namna ya kutetea uhai wake. Vilio na mayowe kutoka kwa watoto, vijana, wanawake kwa wanaume, bila kusahau wazee vikasikika, huku chombo kikianza kuzama taratibu. Kifo ni kifo, lakini kifo cha kufa unajiona tena bila kupenda kinatisha. Chombo kinazama kwenye maji, abiria wanameza maji hayo kupitia pua na midomo mpaka pumzi inatoweka. Hakika inauma. Kwenye kujiokoa, waliokuwa maeneo ya nje, wapo waliojirusha ndani ya maji wakaogelea wakanusulika, ilihali wengine ambao sio juzi wa maji kama mimi wakazama kwa kushindwa au kuchoka, maana kilomita 30 kufika ufukweni si mchezo. Ajabu, kumbe mkungu wa ndizi au zami. Wapo abiria waliookolewa kwa kushikilia mikungu ya ndizi, lakini la kujiuliza, waliokuwa ndani ya vyumba kabisa wamejifungia, hali ilikuwaje? Ni tukio hilo katika siku hiyo, taarifa zikaenea kila kona ya nchi kuwa MV Bukoba imezama, na hivyo taifa likafa ganzi, huku wilaya za Bukoba, Misenyi, Mleba na Kagera mkoani Kagera, ambapo abiria wengi walikuwa wa maeneo hayo, vilio na maombolezo vikasikika kila kona, kama kile kipindi cha mfalme Farao wa Misri alivyopoteza watoto wa kwanza kwa kila familia baada ya kukaidi agizo la Mungu. Majonzi yasiyoelezeka, huku kila mliaji akitaka apewe taarifa, je, ndugu, jamaa au rafiki yake amepona au la. Taarifa za kutia msongo wa mawazo zinaendelea kuletwa kuwa wachache wameokolewa na wengi inasemekana ndio wamefariki. Nikiwa mdogo mwenye kujitambua katika kipindi hicho, nikashuhudia tukio ambalo sitakufa nimelisahau, kuona miili iliyoopolewa kutoka kwenye maji ikianza kusafirishwa kuletwa Bukoba ili kupelekwa maeneo mengine kwa ajili ya mazishi. Mji mzima wa Bukoba ulijaa magari yaliyojaa majeneza ya miili, utafikiri ni bidhaa inapelekwa mnadani. Hakika inauma. Abiria kati ya 700 mpaka 800 inasemekana waliookolewa ni takribani 100. Ni ajali iliyoacha pengo kwa taifa, hususan kwa wakazi wa mkoa wa Kagera ambao walipoteza watu wengi, wakiwemo wafanyabiashara wakubwa waliokuwa wanauinua mkoa huo, bila kusahau wafanyakazi wa serikali, wa taasisi binafsi na wanafunzi ambao huenda hapo baadaye wangekuwa nuru na mboni ya mkoa wa Kagera na taifa kwa ujumla. Ni ajali hiyo iliongeza ndani ya mkoa wa Kagera wajane, wagane, yatima na wategemezi wengine waliokuwa wakiwategemea hawa waliopoteza maisha. Ni dhahiri kila tukio, liwe baya au zuri, lazima kuna funzo ndani yake. Naamini ajali hiyo ya MV Bukoba inaendelea kuwa somo kwa serikali na taasisi zake kuendelea kuweka mikakati ya kuboresha usalama wa watu wake, hususan kwenye vyombo vya usafiri vinavyobeba watu wengi kwa wakati mmoja.